Babu, hii ndio ile hadithi ya David De Gea? Hapana wajukuu zangu. Babu, hii ndio ile hadithi ya Iker Casillas? Hapana wajukuu zangu. Au ndio uthibitisho binadamu ametokana na nyani? Hapana wajukuu zangu. Hadithi hii inasimuliwa mitaa ya Stade Malien Mali. Jina Djigui Diarra, tarehe ya kuwasili duniani Februari 27, 1995. Goalkeeper mwenye bahati zaidi barani Afrika na Tanzania. Dunia inamtambua Mkroatia Frano Selak kama binadamu mwenye bahati zaidi duniani. Mwamba alipona kwenye ajali ya ndege futi 3000. Alipona tena kwenye ajali ya treni iliyoua watu 27. Hiyo haitoshi, akapona tena kwenye ajali ya gari iliyolipuka na kuua watu 4. Franco Selak hakuishia hapo. Yes, 1969 alishinda bahati nasibu, aliweka 2000 akashinda milioni 70. Binadamu mwenye bahati zaidi duniani. Naam, na mimi nawaambia Djigui Diarra ndio kipa mwenye bahati zaidi Afrika. 2022 Yanga na USM Alger. Djigui Diarra anacheza mkwaju wa penalty, anapata tuzo ya man of the match ndani ya finali kombe la shirikisho. Anapewa tuzo ya kipa bora 2023 NBC Premier League. 2024 player of the month. Kama hiyo haitoshi, alipona na mashambulizi ya JS Kabylie Club. Nisiongee sana, naweza kuwapa maneno watu wanaotumia mikono kulia chakula. Diarra's hand was not for food only, lakini for saves. Hebu tizama tena timing ya mikono Djigui Diarra. Je, hiyo ni kazi yake kulia chakula peke yake kweli? Wachezaji bora watakupa matokeo, kipa bora atakupa makombe. Pale Yanga wanapopitia shida, hatari, sala ya malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote, ilikuwa chini ya Djigui Diarra, screen protector. Kama kungekuwa na cheti cha usafi, basi angepewa Djigui Diarra, maana si kwa clean sheet alizokuwa nazo katika ligi ya NBC Premier League. Genius brain. Namaliza kwa kumuuliza swali babu yangu. Kwanza, mkono mtupu waga ulambwani. If Diarra retire, glovi zake zibaki Jangwani kama makuta. Mkono mtupu. Imeandikwa na Genius brain, maestro from Rukwa, John Edwin Kantalamba, sound editor Daniel Balama. Special thanks to my father. Talent ain't enough, kipaji peke yake hakitoshi.